Leo tulikuwa na kikao cha kamati maalum ya mradi wetu ya kuimarisha usalama barabarani, mradi ambao unasimamiwa na Wizara ya Ujenzi pamoja na wenzetu wa JICA kutoka Japan. Mradi huu ambao ulianzishwa wa majaribio katika mkoa wa Dar es Salaam na nchini, baadaye utaenda nchini kote Tanzania, unahusu jinsi ya kuimarisha usalama barabarani katika nchi yetu, na hasa kuhusu ni kwa namna gani tunaweza tukazuia ama kuepusha maafa pale ambapo ajali zinatokea nchini. Na ajali hizi tunazungumzia ajali za barabarani zaidi katika nchi yetu ya Tanzania. Mradi huu ambao ulianza na kikao hiki cha leo ni kikao ninasema cha kamati maalum. Hiki kilikuwa ni kikao cha 3 katika mlolongo wa vikao ambao tumekuwa navyo katika utekelezaji wa mradi huu ambao unategemea kwenye muda huu, kwenye pilot hii, muda huu wa majaribio kuisha mwaka 2028. Kabla hatujaona kitu kikubwa cha kufanya baada ya kujifunza kutokana na mradi huu wa namna ya uzuiaji wa ajali na pengine kuhudumia majeruhi kwa wakati. Mradi huu una sehemu kubwa 3. Kwanza unahusika na kuandaa mfumo utakaowezesha kupata taarifa za ajali zinapotokea kwa wakati ule ule katika nchi yetu ya Tanzania katika maeneo mbalimbali, na taarifa zitakazoingizwa kwenye mfumo zitatuwezesha kubaini pengine idadi na taarifa nyingi za majeruhi na yaliyotokea, hali ya barabara, hali ya magari na hali ya uendeshaji wenyewe wa magari na tukio lenyewe la ajali lilivyotokea. Kwa mfumo huo, mradi huu unahusika kuandaa huo mfumo, na tulikuwa tunaangalia sasa katika hatua hii ya awali ya uandaaji wa mfumo tumefikia wapi katika kikao hiki kwenye grupu hilo linalohusika na utekelezaji wa mradi huo katika grupu hilo la kwanza. Lakini vile vile grupu la pili ambao tulikuwa tunaangalia vile vile jinsi ambavyo lilikuwa linafanya ni kwa namna gani uhudumiaji wa majeruhi kwenye ajali kabla ya kufika hospitali ukoje. Na la 3 li kundi linaloangalia ni kwa namna gani elimu hii ya usalama barabarani na utokeaji wa ajali inavyoshughulikiwa, hasa kuwa na uelewa wa pamoja kwa watoto wetu wa shule na jamii kwa ujumla. Kwa hiyo lilikuwa linaangalia lenyewe, nao linaendelea kufanya utaratibu wa uandaaji wa mitaala na vitabu vinavyoweza kufundishika vema kwa watoto wetu wa shule za msingi, sekondari na maeneo mengine, lakini na kutoa uelewa mpana wa pamoja kwa jamii yetu kuhusu swala zima la uzuiaji na pengine uhudumiaji wa majeruhi au uelewa pamoja wa namna ya kujihadhari na upatikanaji wa ajali katika maeneo yetu. Mradi unaendelea vizuri sana. Kila vitu vilivyokuwa vimepangwa vifanyike katika awamu ya kwanza na ya pili na ya 3 sasa tunapokaa kwenye kikao hiki vinaenda vizuri kama tulivyopanga. Kwa ni matarajio yetu ni kwamba itakapofika mwisho wa mradi huu tutakuwa tumeweza katika mambo haya makubwa 3 kuweza kukamilisha yale yaliyotakiwa kufanya, na kuangalia sasa ni kwa namna gani katika upeo wa nchi yetu yote ya Tanzania tunaweza tukatumia vizuri uelewa huu tulionao na kuhakikisha kwamba tunapunguza ajali barabarani na kuepusha maafa yanaweza kujitokeza kunapokuwa na ajali barabarani. Mradi huu hapa nchini ulianza kutekelezwa mwaka 2025 na unakusudiwa kukamilika mwezi Februari mwaka 2028. So katika kikao cha leo viongozi wetu wamejaribu kutoa maelekezo kadhaa, sisi tukiwa kama watekelezaji wa mradi na specifically mimi nikiwa kama project director na wenzangu chini, tutatekeleza maelekezo yote yaliyotolewa na viongozi wetu ili kuhakikisha kwamba mradi wetu unakamilika kikamilifu na ipasavyo. Mradi huu una output 3. Output ya kwanza ni kutengeneza mfumo computerized system ambayo itakuwa mfumo huo unakusahau. Kama mnavyoelewa kwamba duniani kumetolewa miongozo mbalimbali ikiwepo ile UN Decade Action ya mwaka 2021 mpaka 2030 ambayo inatutaka partner member states kuhakikisha kwamba tunapunguza vifo kwa 50% ifikapo mwaka 2030. So mkakati mmoja hapo wa kuweza kupunguza hivyo vifo ni kuhakikisha kwamba tunatoa huduma
kwa wahanga wa ajali inapotokea kabla hajafikishwa hospitalini, na hii itaweza kusaidia sana, pamoja na mambo mengine yakiwa ya kusanifu barabara ambazo zina technical standard ya kuweza kuwakinga watu ili waepukane na majanga ya ajali za barabarani. Lakini output ya tatu ni kuhusu road safety education, ambayo katika mradi huu wanaohusika moja kwa moja ni Wizara ya Elimu. Wao wanahusika na kusimamia hii component chini ya wenzetu ambao wanatufinance JICA, kutengeneza road safety curriculum, road safety education curriculum, pamoja na textbook ambazo zitatumika kwa ajili ya kuwafundisha wanafunzi mashuleni somo la usalama barabarani kama extra curriculum.